Dalili za utumwa wa dini: moja, kutegemea desturi kuliko neno la Mungu. Watu wengi wanategemea utaratibu uliowekwa na kanisa, uliowekwa na dini kuliko Mungu. Utaratibu uliowekwa na watu kuliko utaratibu uliowekwa na Mungu. Hiyo ni dalili mojawapo ya kwamba uko utumwani wa dini. Kanisa linategemea utaratibu uliowekwa na watu kuliko utaratibu uliowekwa na Mungu. Kuna mambo mengi leo tukiyatazama, watu wameyadhihirisha na kuyaidhinisha na kuyaweka kama mpango wa Mungu na njia ya Mungu, yakiwa na makusudi ya kwao binafsi. 2, kumcha mwanadamu kuliko Mungu. Muumini wa leo amekuwa mwaminifu machoni kwa mchungaji, machoni kwa nabii ama mtume ama mwinjilisti ama mwalimu, lakini si mwaminifu machoni kwa Mungu. Mwanadamu wa leo anamcha mwanadamu kuliko kumcha Mungu. Acha niwaambieni kitu kimoja. Kuna wakati, kuna mambo tunayatazama, tunayaona yako sawa kwa sababu wanaotenda ni rafiki zetu, ni ndugu zetu, na tuko tayari kuhalalisha uovu huo, na bado tunasema tunamcha Mungu. Acha niwaambie ukweli, kumcha mwanadamu kuliko kumcha Mungu uko utumwani, kwa sababu mwisho wa siku Mungu atakuacha, utabaki peke yako, wala hapatakuwa na mtu wa kukusaidia. Dalili nyingine ni kuamini kuwa matendo ya nje pekee ndiyo yanayomfanya mtu kuwa mwenye haki. Dalili nyingine inayoonyesha watu mpo kwenye utumwa wa dini, kuamini matendo ya nje yanaweza kumfanya kuwa mtu mwenye haki. Nataka niwaambie ukweli, matendo yenu yajapoongezeka sana, mkatenda uzuri kwa mwili, lakini roho zenu zisiambatane na yale mliyoyatenda, Bwana hawatazami. Kwa nini? Kwa sababu mmetenda mambo ya unafiki makubwa mbele za uso wake. Mnalo jukumu leo la kuhakikisha kila mnachokitenda kinaamliwa na roho zenu za ndani. Utumwa wa dini umewafanya muwe watumwa zaidi, muwe wajinga zaidi, muwe maskini zaidi. Na mtu anaamini umaskini ni kukosa fedha ama chakula. Wengi wamekuwa masikini wa fikra, masikini wa maarifa, masikini wa roho, hawana kitu ndani yao. Kwa hiyo ni vizuri leo matendo yetu yaambatane na nia tulizo nazo ndani yetu. Tumwadhimishe Mungu kweli kweli, tumuone Mungu kwa namna inayofaa, wala tusisimame kinyume na yeye wakati wa aina yoyote ile. Kristo atawale. Ndugu zangu, ninawasihi mimi mtembee katika njia yake, mtembee katika uso wake, mkiwa waaminifu, mkitembea katika nuru na nguvu ya kwake. Kile Mungu amekikusudia juu yetu kikawe cha maana na chenye kukusudiwa, kwa maana yeye ametupenda sana na hata ametununua kwa damu ya thamani, damu ya Kristo Yesu.
yeye aliyetufanya tuwe baraka siku zote za maisha yetu. Dalili nyingine, kuambatana na mafundisho yasiyotokana na Mungu. Leo kuna mafundisho mengi ambayo yanapingana na kusudi la Mungu. Leo kumekuwa na vitisho vingi sana katika mahubiri mengi. Kwa mfano, moja ya eneo ambalo halina udhihirisho wa kimungu ni eneo la utoaji. Mungu anataka watu wamtolee yeye kwa hiari, lakini leo watu wanatoa kwa shinikizo la kubarikiwa, na mwisho wa siku wameendelea kuwa watumwa, wameendelea kuwa masikini, hawana mahali pa kukaa. Lakini wale wanaofanya kwa hiari zao, Mungu amezidi kuwainua sana, kwa sababu Mungu anatazama ndani yao. Kwa hiyo mafundisho ambayo hayalingani, yanayomfanya mwanadamu awe mtumwa, hayafai kuyafuata. Tembeeni katika uso wa Mungu, someni yote ambaye Kristo ameyaagiza kwetu. Tupendane, tuheshimiane. Watumishi wa Mungu hawapendani, wanabezana na kudharauliana. Ndiyo maana Yesu aliwakemea viongozi wa dini, kwa sababu yeye hakuwa kiongozi wa dini. Aliwakemea viongozi wa dini waliowafunga watu kwenye mizigo mizito. Mizigo mizito maana yake watu waliwekewa sheria nyingi za kufanya. Kitabu cha Mathayo 23:4 neno la Mungu linasema, nao hufunga mizigo mizito tena iliyo vigumu kuchukuliwa, kuiweka mabegani mwa watu, lakini wenyewe hawataki kuisogeza hata kwa kidole chao. Nataka niwaambie kitu. Watu wengi wanaoweka sheria na kanuni nyingi kwa waumini ambazo wao wenyewe hawatekelezi. Kuna mtu mmoja aliwahi kuniambia siku moja, kuna mtumishi aliwaambia watu, tutafunga siku 40 mchana na usiku, tutakuwa tunafungua tu jioni kidogo sana kwa siku 40. Huyo mtumishi alikuwa amefikia hotelini. Basi siku ya kwanza ikaenda, siku ya pili ikaenda, siku ya tatu akaamua kabla ya muda wa ibada kumtembelea yule mtumishi hotelini. Anakuta mtumishi na wasaidizi wake wameweka vyakula, wanakula, wamalize kula waende kwenye mkutano, kwenye ibada. Akauliza, na mimi naweza kuagiza? Amen. Lakini mtumishi akamwambia, mimi naliwaambia vile ili muwe na nguvu, kwa maana mimi toka zamani ninazo nguvu. Sikilizeni waambie kitu, watu wengi, sina maana watu msifunge, fungeni kwa dhamiri ya kwenu ya ndani, sio kwa amri ya mtu. Kwa sababu mimi nitawaambia tufunge ili mnione mimi ni mwongozaji mzuri wa mifungo. Mwisho wa siku mnataabika nyinyi, na kufunga pasipo neno ni kushinda njaa. Amen. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaambieni, tembeeni katika kusudi la Mungu. Kuweni watu wenye kumcha Mungu. Acheni watu wawabeze, wawadharau, wawakejeli. Msiogope chochote, bali msiwe watumwa wa dini, bali jueni kweli ya Mungu, ili kweli wafanye kuwa huru. Kama hamjui yaliyo ya kweli, mnawezaje kuwa huru?
tembeeni katika kusudi la kwake. Kitabu cha Marko 7 mstari wa 7 na 8, Biblia inasema waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Amen. Waniabudu bure. Nataka nyinyi msimwabudu Mungu bure, mwabudu Mungu katika kweli na katika roho. Mungu adhihirishwe ndani yenu kwa namna inavyofaa. Msimwabudu Mungu bure na msifundishe mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Fundisheni maagizo ya Yesu. Ngoja niwaambie kitu kimoja. Roho wa Mungu ndiye aliyeachiliwa leo kutusaidia. Wewe unalo neno, kama umejaa Roho wa Mungu, mwambie Roho wa Mungu, nijulishe, niambie ni kipi mbele yangu chafaa kutendwa, ni kipi katika njia hii, ni wapi nipite, nilipo ni sahihi ama si sahihi? Roho wa Mungu atakujibu, na si kwa siasa za dini. Tumemgeuza Mungu kuwa kioja machoni kwa mataifa. Leo hii dini imetufanya tufanane na watu wa mataifa. Tukatae, tugeuke, tumtazame Mungu kwa sura na kweli.